Wanatakiwa wafanye active action, sio kazi yangu kuwafundisha. Tuende kwa kama ni watu wazimu wenye akili timamu wanatakiwa wafanye active actions, wachukue hatua. Kwa mfano nitawapa mfano. Kuna tukio moja liliwahi kufanyika Uingereza, linaitwa inaitwa London on Fire kama sikosei. London on Fire kama sikosei, kitu kama hicho, sikumbuki vizuri. Great Fire of London, yes. Great Fire of London. Great Fire of London ilipofanyika kulikuwa na sintofahamu kama hizi. Na baada ya Great Fire of London ilipofanyika, ndio watu wote wakawa na adabu, wanaotawala na wanaoongozwa. Sasa haina maana kwamba nasema wafanye Great Fire of Kariakoo, kwamba wapige fire. Sina maana hiyo. Ila wafanyabiashara wa Kariakoo wanatakiwa wafanye active action. Sio wa Kariakoo tu. Wafanyabiashara wa Kitanzania wanatakiwa waioneshe serikali yao active actions kuhusiana na masuala ambayo yanawaumiza. Wamezoea passive actions. Ukisharuhusu serikali za Kiafrika mkakaa kwenye discussion za mazungumzo, kuisha habari yako. Na ukisikia tu kitu tunaambia tutaandaa kamati. Kamati itakaa. Kuisha. Tutumie hekima kama ya Simba na Yanga. Tutumie hekima. Inatakiwa active action. Unaona vijana wa Kenya walichofanya wale Gen Z. Ile ilikuwa ni active action. Kuingia bungeni na kula msosi wa speaker. Ile ni active action. Na kubeba na kiti cha speaker. Ndio itazuru watu wengine, lakini baada ya muda italeta heshima. Yaani unakuwa umesend message kwamba bwana, pale ulipo tunaweza kufika na kufanya tunayoyataka ufanye. Kwa Tanzania sasa. Sasa kwa sisi, kwa sababu ni watu wa kiroho, tunapeleka na michanga, tunakunywa na maji na mawota na mawese tunapigwa. Yaani kufanya active action. Hao wafanyabiashara wa Kariakoo mimi nadhani wanalialia tu kama sympathy, ni comfort zone, wanajicomfort. Na bahati mbaya ni kwamba hauwezi kubadilisha mambo kwa kuongea kwenye radio. Haiwezekani. Hauwezi kubadilisha mambo kwa kuongea na waandishi wa habari. Hauwezi kubadilisha mambo kwa kuongea na waziri, kwa sababu tayari anakuja na majibu. Anajua what's going on. Kwa hiyo nilishasema mara nyingi, ili kubadilisha hali, niweza ufanye repetition mara nyingi ambazo ni active, au ufanye emotional shock ambayo haitajirudia. Sasa nchini kwetu wananchi hawajawahi kufanya emotional shock kwa viongozi. Kuna time inatakiwa nchi hii watu wafanye emotional shock kwa viongozi. Watikiswe kihisia. Kama ambavyo jeshini unatikiswa kihisia, unakerwa ili tuone level ya uwezo wako wa kuhimili. Unapewa degree ya mahovyo hovyo na kukerwa. Yes. Sasa inatakiwa nchi hii wananchi wafikie tu wafanye emotional shock kwa viongozi wa nchi hii, ili sasa waache zile longolongo za kisiasa. Hata wanapofanya makubaliano yao ya sera na nini na mikataba, iwe ni makubaliano yenye akili timamu, kwa sababu unajua una active people. Nadhani wanasiasa wetu huko sio kuhatarisha amani. Sio kuhatarisha amani. Mimi ninachokielewa, ukisoma political psychology ya nchi hii, wanasiasa wa nchi hii wanajua wananchi ni passive, sio active. Wapole. Wenye passive, yani watu ambao wanaweza kulainishwa kwa maneno na ahadi. Wapole, wenye moyo safi. Yes. Lakini watu huku ndani kwa ndani wanaumia na maumivu ambao ni active. Sasa wanashindwa kuyatoa nje kwa sababu mifumo imewatengeneza kuwa passive citizen. Lakini tungekuwa na active nation, hakuna wanasiasa wangekuwa wanafanya mzaha kwenye sera na mikataba wanayoingia. Umenipata vizuri? Kwa hiyo swala la Wachina, kwa upande mmoja tutawashukuru Wachina, wamekuja kufundisha wafanyabiashara wetu how to do business. Maana wengi wanafanya kazi. Inawezekana mimi nifungue sehemu pale Kariakoo niseme naenda ofisini. Kazi yangu sio kukaa na manguo na mamizigo. Kazi yangu ni kuleta mzigo niuze. Ni kusupply, ile ni store ya kufikia. Ndio maana mimi nitampa credit moja ya watu ambao nadhani wamefanya revolution kwenye biashara hizi za kuuza nguo ni Vunja Bei. Nadhani amefanya mapinduzi. Kwamba unakuwa na ndio una main center, lakini una center sehemu tofauti. Alafu bado franchise na bado. Sasa niambie wafanyabiashara wangapi wa Kariakoo wenye viofisi vyao pale wanauza vichupi hivi ni sijui nini, ambao wana franchise kama Vunja Bei. Alafu sio tu franchise, yule tayari kaamua kutengeneza brand. Yes. Sasa wengi analia pale Kariakoo, ukifika hata jina la duka lake halina jina. Unajua hata tunavyosema kwamba wafanyabiashara wa Kariakoo analia, jamani tuangalie vigezo vya mfanyabiashara. Ana jina? Hana. Jina hana.
Ukifika pale vibanda havina majina. Amepromote hilo jina lake. Amepromote jina lake. Sasa unasemaje advertisement hana? Wewe sio mfanyabiashara. Ni kabisa. Wewe ni mfanyakazi ambaye umeamua kuchoka kukaa kwako, unakuja kale kwako kupumzika. Yaani unakuta mtu yuko underground anakachumba sehemu ambayo unajua huyu mtu hawezi kupata wateja 10 lakini anasema yuko kazini, yuko ofisini. Chumba namba 20, chumba namba 108. That's not a business. Zile ni kazi. Unajua watu wetu nchi hii wanatakiwa wafundishwe tofauti ya kazi na biashara. Wacho knows.